لله رب العالمين به نستعين على امور الدنيا والدين ثم اما بعد اوصيكم واوصي نفسي بتقوى الله وطاعته اليهم الناس على الفاظ المعتدون. Mzangu wa Uislamu na wasia pamoja na kusia nafsi yangu kama swala zima ya kumcha Allah subhanahu wa ta'ala, kwa sababu wanadamu walikuwa bora mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala, isipokuwa mbora wanadamu ni kumcha Allah subhanahu wa ta'ala. Turejea ndani ya Qur'ani kwa aya fupi sana, Mungu asema innal muttaqina faza, kitayawaleje kumcha Allah ndio kufaulu. Katika lugha ya Kiarabu inna ni harfi tawkid, ni herufi ya kupoteza kwamba hakika ya wale wenye kumcha Allah subhanahu wa ta'ala ndio waliofaulu. Maana yake ni kwamba kumcha Allah ni kufaulu wewe hapo. Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala asema wataku fitna, na ikuwa fitna hapa leo sisi wanadamu tunaanzia kufahamu washindana sisi kwa lugha hii tunakuwa naeleweka. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ndani ya Qur'an tunamja tujifahamu kuchungu tu. Nabii Allah Suleiman mmoja katika masiku ametoka na safari zake, Mungu asema hata idha atau ala wadi namli qalat namlatu ya ayyuha an-namlu udkhulu masakinakum la yahtimannakum Suleiman wa junduhu la yashurun. Fasiri ya haraka. Allah Suleiman ametoka na majeshi yake na majini na watu, anakwenda kwenye safari yake. Mungu asema hata idha atau ala wadi namli, wakafika katika bonde la sisimizi walichungwa. Mmoja katika sisimizi akasimama akawaambia udkhulu, wakaambia wenzake udkhulu masakinakum, ingie wapi makazi yenu, la yahtimannakum Suleiman. Ukirejea kwenye fasiri ya Qur'ani, Sheikh alitaja mara ya kwanza yule anasema yule alisema hivyo kwa sababu rafiki na mapenzi. Kwa jamani, ingie ndani au bwana anakosa anaenda kutafuta kufanya nini ndani. Leo wewe mwanadamu hapo kwa sababu barabara pale pana hatari, kwa sababu mwacha bongo sana kitu isi mpaka ya mwacha wasema kwa mwacha. Sasa sisi hizi kwa tabia zake kwa demani mshimweni Suleiman anakuja, alikuwa anaweza sisi ile ndani yetu ajifiche wale ubiri wakanyanga wakarudia ndivyo masakina kusimizi. Wa kwanza, wa pili ni apaim, ndege dogo sana mdogo. Allah anasema huyu Suleiman aya mbele inafuata watafaka apaim faqala maji wa al-ard. Ndio Suleiman ametoka anakuwa ishtaki akahamuni kutamuni ndege akaapa bakia na kumchinja. Hawa ni habari ya kusifu sana. Punde si muda mrefu akatokea yule mwenye alipotokea akamwambia Suleiman kama saba alibi Yaman, nilikuta mwanamke yeye na watu wake hawakuja jua, yaani kwa lugha isiyokuwa rasmi Allah anifadhi ile hudu huja alifanya umbea, alikuwa kuna majambo yafanyika hawakuja jua, anaumia kwa Suleiman kwa habari bwana kujabuka hapana. Lengo nini? Hao ndio fitna gele baraka ile wataku fitna tena, hao ndio ile fitna. Lakini angalia habari ni ndefu sana hapo ile, hatimaye leo amejiadiwa mwanamke na watu wake nje kwenye Uislamu, kwa sababu asili nani? Asili ni huyu. Wewe ni wangapi kwenye kwa kupitia wewe ulinyoka? Jiulize, ni wangapi kupitia wewe kujengea kwa msalaba nasema wewe wangapi? Ukiona huna watu ambao kwa jamii yako kupitia wewe ulinyoka, think twice, kaa chini jifikirie upya. Wataku fitna na walizia bayangu sana ndio fitna kama fitna. Al-Imam Dhahabi siku moja
alikuwa akieleza hadithi ya Mtume. Mtume asema la yadkhulu aljannata namam, haingii peponi mtu mfitinishaji, fitna sahihi asili. Hadithi fupi sana, yaani ukiangalia kwa maana huko kwa kufundisha watu ni nini moja. Asema kuna bwana mmoja alikuwa akiuza watumwa sokoni, kisa maarufu ndio na pia mara pili. Sasa mmoja katika masiku, kuna bwana alikwenda kununua mtumwa sokoni. Zamani kuna mtumwa alikuwa safari, sasa sio leo. Zamani kama mlikuwa leo bwana gari amekwenda kununua mtumwa sokoni. Ile bwana akamwambia watumwa hapo wako watano, lakini hao wanne gharama yao ni kubwa sana. Huyu mmoja gharama yake ndogo, shida yake ni moja, huyu ni mfundishaji. Kwa shida yake sikiliza, hapo baadaye ukifikiria mara nyingi wewe ni nani? Kwa shida yake ni mfundishaji au wote ni gharama. Huyu gharama yake ndogo kwa sasa, ndio huyu mfundishaji. Lengo la kufanya kazi huu. Kwa hiyo mmoja mfundishaji alimufa kumchukua bwana kwa gharama ndogo na nyumba yake. Sasa wameishi mwezi mmoja, ile bwana akamwambia bosi wake, bosi anaanza kazi yake. Mkeo amesema anataka kuue wewe au mwingine au yule mwingine. Mkeo kasema anataka kuue au yule mwingine. Akaenda kwa mkeo bosi wake, mama nimekuja na habari. Habari gani? Sasa bosi kasema anataka wewe kuacha wewe mwingine. Sasa wanawake tena leo hii alikuwa vile akashauka sana kwa nini, akaambiwa bwana, si kazi yako kulia na kupa homework. Bosi akilala usiku, chukua mkasa na ndio zake mrejea. Akarudi kwa bosi wake, akamwambia bosi, kiwa nataka kuua wale mwingine, tunataminije? Akamwambia usiku kilala fanya kama vile mteke, tuamke na fanyaje. Basi usiku bwana bosi akachukua baba sikile akala anataka kile akaja mkasa. Baada kama sasa akaja leo kusema ndio kwa mkasa wewe. Sasa bwana mkasa wewe ndani jamaa alifunga watu mkasa kwa pale akapita kaka mwenyewe. Bwana tukasa akipita mtego tu kwa kumwambia kwanza. Familia yake kasikia akaja kumwomba Mungu. Kumwomba familia pesa kujiamua kuona kile sana. Bwana akafisha asili ndani ndio. Kwa hiyo wewe jaribu kuwa salama kwa jamii yako. Hebu angalia wale unaishi nao wanakuchukuliaje, yaani kuwa mdadisi kwa jamii yako, kwamba hawa ninakaa nao mimi wananichukuliaje, mimi ni nani kwa jamii yangu. Tabia yako iwe njema, wataku fitnatan. Na pia kule mwanzo tahasheni, kila mmoja anayo nafasi ya kubadilisha tabia yake. Mtume wetu Muhammad sallallahu urifa bi akhlaqihi qabla dinihi. Watu wa Maka walimpenda, walimfahamu, walimjua kwa tabia njema kabla ya kuwa na dini. Ndio maana moja kati ya majina mtume wetu As-Sadiqul Amin, As-Sadiqul, msadikishaji na mwaminifu, kweli na mwaminifu. Kwa nini? Alikuwa na tabia njema. Wewe kafikiria tabia yangu niliyokuwa nayo hii, je, tabia iliyokuwa bora? As long as no one is perfect, lakini namna tutakaye ufikirie kwamba tabia yangu ndio, je, ni tabia nzuri kwa jamii yangu? Je, watu wangu mnaoishi nao jamii wanasalimika? Sio uje ukae useme kuna mtu wa jamii wasema, ukitokea kule sema jamani, kila mtu akana utu wake, bwana anakuja huko. Maana hiyo ni mtu wa shari wa jamii yako. Fitna. Mtume anasema na malizia, inna sharra nasi wal wajhain. Inna sharra nasi wal, chukua hii leo ya mwisho na malizia hotuba yangu. Inna sharra nasi wal wajhain. Mtu mbaya zaidi kwa watu na sura mbili. Yaani kama wewe huko hapa leo una sura hiyo, Allah tufaje sote tuko ndani. Tuseme miongoni mwao. Kama una sifa hiyo, shekhe kaa ujirekebishe. Asema inna sharra nasi wal wajhain. Mtu mbaya zaidi kwa watu ambao ni kusa ana sura mbili. Yati haulai biwajhin wa haulai, wa anawajia hawa kwa sura hii na hawa kwa sura
Yaani akija hapa leo akwambia bwana shehe bwana shehe kusema hivi, yaani kazi yake ndio hiyo. Ndio kwa hai. Kama ni uko hivyo. Kama uko hivyo, shehe badilisha tabia yako mapema. Jamii itakutenga. Mtume anasema inna minan nasi nasa mafatihu lil khair wa makhalifu lishar. Kama miongoni mwa watu kuna watu au kuna mtu kwa ugomvi akapokeza salamu shapatikana. Huyu bwana amekuja basi. Lakini na kinyume kuna mtu miongoni mwa watu naye ni mfunguzi wa biashara, mfungo mambo ya kheri. Mr. Kichoza. Mr. Kichoza. Nini? Akija yeye ugomvi ndio wazidi kutoshia moto, ndio watu kazi yao ndio. Kwa hiyo ndugu zangu sana, mzunguko fupi. Kila mmoja anapaswa kutathmini yeye mwenyewe. Ajifikirie yeye mwenyewe. Tumetoka ndani ya mwezi wa Ramadhani, tunapaswa kuishi maisha haya baada ya mwezi wa Ramadhani. Lakini mwisho Mtume yasema tukifunga Ramadhani kisha akafuatisha baada ya Ramadhani 6 za mwezi wa Shawwal, atakuwa mtu alifunga mwaka mzima. Na Uislamu uko mwepesi sana. 6 hizi zafunga ndani ya mwezi mzima, tufunga 2 bila kwanza, 2 bila pili, tufunga hivyo 2 mpaka mwisho. Lakini wewe funga zote 6 pamoja. Yaani kesho utafunga ya kwanza mpaka wiki ijayo umalize. Kwa hiyo kila mmoja ana nafasi ya kufanya yale ambayo Mwenyezi Mungu anamwezesha. Mwenyezi Mungu atuongoze inshallah.